Tunazungumzia wakfu na mimi yangu kwa dakika hizi 20 ni machache. Sana sana kuangalia kwamba zile wakfu ambazo zimefanikiwa zinafanyaje kazi. Na katika kuangalia hizo, nadhani hili ni eneo zuri ambalo litufikirisha kuanzia tulipoanza session ya asubuhi kwamba sisi tatizo letu ni nini au tunakosea wapi. Na probably katika hilo eneo inakuwa sio tu kuangalia hata kwa hapa Tanzania, lakini hata ulimwenguni kwa ujumla. Tujiulize kwamba je, tunayo wakfu yoyote ya Kiislamu ambayo tunaweza tukasema kwamba ile ni mfano. Kwa hiyo katika kuangalia nikajaribu kuangalia wakfu na endowment funds nyingine ambazo tunaweza kusema kwamba zinafanana, kwamba hizo zinaendaje au tofauti yake ni nini. Na tumeona wakfu ni nini, tunasema ni mifumo ya utoaji mali ambayo lengo kubwa ni kusaidia jamii au kusaidia dini kwa ujumla. Lakini ukiangalia hizi endowment funds, tuziite labda mifuko ya hazina, tunasema zile zinakuwa mara nyingi ni fedha ambazo watu wanaweka kwa ajili ya kuzalisha mapato ya kudumu kwa matumizi mbalimbali. Na endowment funds nyingi hizi unakuta zinakuwa ni mifuko mikubwa sana ambayo imekuwa kwa ajili ya donation. Watu wanajitolea pesa kidogo kidogo na ile mifuko inakuwa inafanya kazi ya jamii kwa muda mrefu sana. Na iko mifuko mingi ambayo imekuwa. Na ukiangalia hiyo nukta, sasa hivi Dr. Kasim alikuwa anasema kwamba tuanze kuchangia kule. Kwa hiyo lazima tuweze kuhakikisha kwamba tunapozungumzia kuchangia, basi na sisi tunakuwa na ule moyo wa kuchangia kiasi chochote kidogo kidogo, cash kidogo kidogo, tukiwa na malengo kwamba mfuko wetu huo tunaouzungumzia tunataka ukue vipi. Mfuko mkubwa zaidi, ingawaje mara nyingi nasema sio mkubwa kwa thamani, kwa sababu tunayo mingine ambayo ni mikubwa, lakini ambayo angalau unazungumziwa duniani ni Harvard Endowment Fund. Na ukiangalia Harvard University Endowment, hiyo sasa hivi ina thamani ya kama dola bilioni 50. Na hii ni moja ambayo wamewekeza sana pesa zao katika mambo ya hisa, dhamana, mali zisizohamishika kama majengo kwa ajili ya biashara na pia miradi mingi ya kifedha. Na ukiangalia Harvard University Endowment, wale wanaongoza katika kutoa scholarship, ufadhili wa wanafunzi katika mambo mbalimbali, wanafanya tafiti nyingi sana katika vyuo vikuu. Na Harvard University Endowment ile ndio ambayo inasaidia hata katika kuendesha kile chuo kikuu cha Harvard. Na kwa hiyo inakuwa ina maana kwamba huu sio mfuko wa kirahisi, huu sio mfuko mdogo mdogo. Kama tunazungumzia mfuko unaoendesha chuo kikuu cha Harvard, basi lazima tuangalie kwamba sisi tunataka kwenda wapi. Lakini katika vyuo vikuu vikubwa sio Harvard peke yake. Pia tuna Yale University Endowment Fund ambao wenyewe ni zaidi ya dola bilioni 40 za Kimarekani. Na hawa wamefocus zaidi katika uwekezaji mseto. Na wanaita Yale Model. Na endowment funds nyingi wameangalia zaidi au wanatumia zaidi ile Yale Model, wakiangalia huo uwekezaji mseto. Na kwa hiyo wengi wanaokuwa na hizi endowment fund wakizungumzia kwamba ni jinsi gani waende mbele, basi wamekuwa wakijiuliza kwamba Yale walifanya nini. Na katika hiyo sera yao walizungumzia uwekezaji mseto, lakini pia wakazungumzia asset allocation, tuseme mgao hai wa mali, kwamba unapotaka kupeleka asset zako, peleka katika eneo ambalo utamaximize ile faida ambayo unaipata. Lakini pia uwekezaji mbadala. Na hilo ni swala ambalo tuliangalia sana. Kwa sababu ukiangalia katika mazingira haya ya kwetu, kama kuna mali zinatolewa za wakfu kama majengo, mara nyingi tunachofikiria ni pango, tuwekeze katika mambo ya kupangisha, tupate kodi ya pango. Je, hilo ndilo ambalo tumeliona kwamba linaweza kukuza ile faida ambayo tunaweza tukaipata? Kwa lazima wataalamu waweze kukaa
na kujiuliza kwamba yapo maeneo gani ambayo tunaweza tukawekeza, whether ni Tanzania au ni nje ya Tanzania, lakini lengo kubwa likiwa ni kukuza kile kiasi ambacho kinaweza tukakipata kwa ajili ya kukuza zaidi mifuko yetu. Lakini pia tunayo Bill and Melinda Gates Foundation. Nadhani Bill and Melinda huwa watu wengi wamekuwa wakiufahamu, na hii na yenyewe ni zaidi ya bilioni 80 za Kimarekani, na wenyewe waliangalia zaidi mambo ya afya kwa umma, lakini pia walijikita kwenye mambo ya elimu, lakini pia maendeleo ya kiuchumi. Na hawa walikuwa wanasema wanaangalia zaidi kwamba ni mbinu gani za kimkakati watumie kwa ajili ya kukuza uwekezaji wao kwa muda mrefu zaidi na kuongeza athari ya ile misaada, ikiwa na maana kwamba wanaangalia hata wale watu ambao wanaweza kuwasaidia na kuangalia kwamba ni jinsi gani wale watu nao wanaweza wakarudisha kwa jamii au wakaendelea kuchangia ili ile mifuko yao iweze kukua. Kama kwa mfano tutazungumzia wakfu za ufadhili wa shule. Ina maana wanaangalia wale watu ambao walifadhiliwa, baada ya pale wamekwenda wapi. Kama walifadhiliwa kwa Ayatul Ulama, je, wameweza kurudi hapa na kuendelea kufundisha wanafunzi mbalimbali wa Kiislamu ambao tunao, ili na wenyewe waweze kuendelea kukuza vipaji vyao. Lakini ukiangalia wenzetu wa Norway pia wana Norwegian Sovereign Wealth Fund, na huu ni mfuko wao wa taifa. Na kwa hiyo ukiangalia hizi endowment fund, ingawaje tunazipata chache za mataasisi kama Harvard University, Yale na Bill and Melinda, lakini nyingine zinakuwa ni mifuko ya nchi. Kwa mfano wa Norway ni mfuko wa taifa ambao wameangalia ni jinsi gani wahifadhi ule utajiri wao wa mafuta kwa ajili ya manufaa ya kizazi kijacho, manufaa ya wananchi wote kwa ujumla, na ule unasimamiwa kwa uwazi. Na hiyo inakuwa ni pointi nzuri sana ya kuchukua ambayo wa Norway wanaizungumzia, kwamba mfuko wao unasimamiwa kwa uwazi na una mikakati ya muda mrefu. Na swala la mikakati ya muda mrefu ni swala ambalo kwa kwetu sisi lazima tuliangalie sana kwa nchi yetu hii, na sio mikakati tu kwenye upande labda wa Ayatul Ulama, kwenye upande wa wakfu, lakini katika maeneo yote ambayo yanatuzunguka kama Waislamu, whether ni kwenye mashule yetu au kwenye misikiti yetu au taasisi zetu za kiujumla. Je, tunayo mikakati, strategic plan za muda mrefu, hata miaka 5, hata miaka 10 tuseme? Nyingi unakuta kwamba hakuna, hata hiyo mwaka mmoja unakuta wengine hakuna, na uwazi pia unakuwa hakuna. Ndio maana tunakuwa tunaingia kwenye matatizo mengi. Tukiangalia huku kwenye nchi za Kiarabu, tunakutana na Abu Dhabi Investment Authority. Huu ni mkubwa sana kwa sababu huu ni zaidi ya dola za Kimarekani bilioni 700. Ni mkubwa kuliko Harvard, mchanganya na Yale, mchanganya na Bill and Melinda. Huu ni mkubwa. Na ukiangalia kwa kule wenzetu, huu wekeza duniani kote kwenye miradi mbalimbali, whether ni hisa, dhamana, mali zisizohamishika, na wakiwa na lengo la kuendelea kukuza mfuko wao, lakini pia wanaangalia uwekezaji mbadala. Kuwait nao wanao wakwao, Kuwait Investment Authority, ukiwa na lengo lile lile, wenyewe ni zaidi ya dola bilioni 600, na wenyewe lengo lao ni kuwekeza kwenye masoko ya kimataifa pamoja na wa Qatar. Lakini hata pia wa Saudia nao walianzisha wakwao, ambao wanajaribu kuangalia kama uwasaidie kujenga lile jiji kubwa la kimataifa wanalotaka kulijenga katika mkoa wa Tabuk, kwamba ni jinsi gani watatumia zile endowment funds walizonazo na ziwasaidie katika ujenzi, ambao wanazungumzia mji wa mstari, wanazungumzia mapumziko ya mji wa baridi, na wenzetu wanatumia hizo endowment funds. Vyuo vidogo vidogo ambavyo tunaviona kwa upande mwingine ni chuo cha Amerika cha Beirut na chuo kikuu cha Amerika cha Lebanon. Wao mifuko yao ni midogo midogo, lakini angalau wameanza, ni kama milioni 600, kwa hiyo sio mikubwa. Lakini tunasema na sisi tuna vyuo vyetu vya Kiislamu, tunacho cha Morogoro, na yenyewe ni swala la kuangalia kwamba ni jinsi gani wanaweza wakajitahidi na kuweza kuhakikisha kwamba wanakuwa na mifuko ambayo itasaidia hata kutoa scholarship kwa mfano kwa wanafunzi wa Kiislamu. Tunajua kwamba hali zetu ni duni sana. Wanafunzi wetu wengi wanavyotoka form 6, wengi wanakosa hata zile school fees kwa ajili ya kwenda vyuo, tunawaona. Kwa hiyo ni nini tunafanya katika kuwasaidia
wanafunzi hao. Kwa hiyo tunazungumzia changamoto, na tunasema changamoto ni nyingi, lakini kubwa ni ukosefu wa usimamizi madhubuti. Mifuko yetu mingi na taasisi zetu nyingi na misikiti yetu mingi inakosa mifumo imara ya usimamizi wa mali, proper internal controls, ambalo hilo linapelekea matumizi mabaya na kupungua kwa zile rasilimali na kuvunja moyo wale wanaotoa hizo rasilimali husika. Ukiangalia katika taasisi nyingi, migomvi ya mali, kugombania sadaka, hiyo inatuonesha wazi kwamba kipo kitu kinatakiwa kufanyika. Hata hizo wakfu tulizonazo ambazo tunasema tunazo zetu ndogo ndogo, nyingi zimekumbwa na matatizo ya ufisadi na usimamizi duni, na kwa hiyo zimeshakuwa kwamba haziaminiki. Na pale taasisi zinapokuwa haziaminiki, ndio unakuta watu wanaogopa kupeleka mali zao, wakfu zao, kwa sababu hawajui kama zitatumika katika misingi ya dini ambayo wao ndio wangekuwa wanaitaka. Tukiangalia ukosefu wa usimamizi madhubuti, lakini pia tunarudi kwenye la pili ambalo ni uwekezaji dhaifu au uwekezaji usiozingatia masoko ya kisasa. Na hapa ndio tunasema kwamba nyingi hawaangalii mapato ya muda mrefu kama vile biashara endelevu. Basi tukafungue makampuni ambapo ukifungua kampuni utaajiri watu, na hao watu utakuwa umewasaidia wao na familia zao. Na kwa sababu hiyo ndio tunasema wengi wanapokuwa wana pesa anafikiria tujenge nyumba, tukusanye majengo, tukusanye kodi, basi tumemaliza. Tukisha kusanya kodi yetu, tunaendelea na maisha mengine, zile kodi zinaliwa kwa sababu tunasema matumizi yenyewe na usimamizi sio mzuri. Kwa hiyo inakuwa tunazunguka pale pale katika hali duni, na bado ule mkakati wa kutoka unakuwa haujaonekana. Kutokuwepo kwa uwazi na uwajibikaji, hiyo ni changamoto kubwa sana, na hii mara nyingi inatokana na ule pia upungufu wa ukaguzi wa nje wa mara kwa mara, external audit. Na kwa hiyo fedha zile ambazo tunasema zinapatikana zinakuwa hazijulikani ni kiasi gani, na hiyo inapunguza imani kwa jamii. Kwa kupitia ule umoja wa maimamu Tanzania, tumekuwa na semina mbalimbali tukizungumzia mifumo ya udhibiti katika misikiti, na imekuwa ni kwa encourage maimamu kuweza kutangaza hata sadaka zinazopatikana ili kuongeza imani za waumini na kwa encourage waweze kutoa, na kuwa na mifumo ya ndani, kuweka vitabu kwa taasisi ambazo zimesajiliwa na zinatakiwa kutengeneza vitabu. Na ukiangalia lile tatizo linaturudisha hapa kwamba kwa sababu hamna uwazi na uwajibikaji, basi imani inapungua. Kwa hiyo pale tunaposema kwamba tunaanza vizuri na tutakuwa na uwazi, tutakuwa tuna ripoti kinachopatikana, na kama alivyosema Dr. Kasim, wanaweka nadhiri, watawajibika, basi hiyo iwe ni kauli mbiu ambayo tutawaeleza kila mtu, tutawaeleza kila misikiti waweze kulizungumzia hilo, kwamba tunayo taasisi ambayo tunaweza kuiamini, na kwa hiyo watu wanaweza wakaweka wakfu zao, wakaweka sadaka zao, na zitatumika kwa matumizi ya jamii kama alivyoamrisha Mwenyezi Mungu. Lakini pia ukosefu wa sera na sheria madhubuti. Hatuna policy ambazo zinasema kwamba ni lini, ni jinsi gani tutalinda hizo mali za watu, kwa hiyo zinakuwa hatarini kupotea. Lakini pia hatuna sheria madhubuti kwamba pale mtu anapokuwa amekosea tufanye nini au sheria gani zichukuliwe. Kwa hiyo baadhi ya wakfu unakuta wameporwa mali zao au zimeingiwa na maslahi binafsi kutokana na ukosefu wa sheria za ulinzi wa mali za wakfu, na tulichobakia kufanya ni kunungunika kwamba mali zile zilikuwa wakfu lakini zimeondoka, na tunajua kabisa kwamba zile ni mali za taasisi fulani, lakini hakuna ambacho kinaweza kufanyika. Kwa hiyo tukiangalia ile mifuko mikubwa na tunasema imefanikiwa, wote tumeona thamani ya hiyo mifuko mikubwa ambayo tunaizungumzia. Lazima mwisho wa siku tujiulize kwamba tunapoanza katika hii mifuko ni nini tujifunze au ni nini cha kufanya, na hiyo inakuwa ni yale kwamba lazima kwa kuanzia kuwe kuna mbinu bora za usimamizi, proper governance ya hii mifumo. Na kuna taasisi moja ya South Africa
walitoaga document yao Governance for Islamic Institution, ambayo taasisi nyingi za Kiislamu kwa South Africa wamekuwa wakitumia ile actually katika kuendesha taasisi zao. Ni document ambayo kipindi cha nyuma pia tuliwahi kuitafsiri na kuitisaidia katika kutengeneza katiba za misikiti na miongozo ya misikiti. Kwa lazima tuhakikishe kwamba taasisi zetu zina mifumo imara ya usimamizi kwa jinsi ambavyo sisi tunaona kwamba inafaa. Kama ni kuiwekea iwe ina bodi ya kusimamia, management wawe wana utaalam husika kutegemeana na zile taasisi zenyewe husika, watumie mifumo ya kisasa ya uwekezaji inayozingatia sheria, waweze kutumia teknolojia, waweze kutumia miundombinu thabiti kwa ajili ya usimamizi.